wanawake walivyoimba. And that's what the women were singing. Waliimba kwa sababu wameona Daudi amekwenda kumuua yule Goliath. They sang because they saw David had killed Goliath. Kwa sababu Israeli walishindwa kufanya hiyo hatua ya kumuua Goliath. Because the Israelites failed to kill Goliath. Lakini kijana mdogo tu waliweza kumuua. But a young man was able to kill Goliath. Na ndio sababu wakaimba ule wimbo. And that was the reason for them singing that song. Kwamba Sauli amewaua 1000. That Saul killed thousands. Lakini Daudi amewaua 10,000. But David had killed 100,000. Na tukafanya challenge kidogo ya hesabu hapa. And we did a little math challenge here. Tukaona kuna tofauti wa 1000 and we saw the differences between 1,000 na 10,000 and 100,000. Kwa hiyo sifa hizi ambazo wanawake waliimba, so his praise that woman sang, zikaleta chachu kwa Sauli. It brought hatred in Saul. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua katika huduma yote ile, you know, in every work that you do, lazima awepo mbeba maono. Lazima kuwepo na mtu ambaye ni mbeba yale maono. Vision. There is always a person who takes the visions. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo yule mbeba maono akitoweka, and the person with vision, once this is disappeared, unakuta ile kundi linaporomoka kabisa. and you see the group will just fall. Ni kwa sababu yule mbeba maono hayupo tena. That's because the dreamer is no longer there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hapa tuko chini ya nani? You know, here, who are we under? Who are we under? Nataka mmoja nijibu. Atakayejibu ana zawadi. I want somebody to answer. If anybody who answers first has a gift. Mchungaji Isaac. Mnashindwa? Mchungaji Isaac. Naona kuna sauti mbili. Some says pastor and some says God. Kwa mmoja anasema tuko chini ya Mungu na wengine tuko chini ya Isaac. Jina mchungaji Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanakwenda upande wa Mungu? Who here are saying that we are under God? Sisi wote. Tunyoshe mikono. Let's raise our hands. Na wale wako upande wa Isaac. And those who say we are under Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba mbeba maono akiwa hayupo tena, I say once the dreamer is no longer there, ni kwamba lile kundi linaporomoka. is that the group will fall. Na ndio sababu nimetoa mfano kwamba sisi hapa tuko chini ya nani? And that's why I asked the question, who are we under here? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba mbeba maono mchungaji Isaac akiwa hayupo tena, What I'm trying to say is that once the dreamer Isaac na is maana no kwamba longer lile here, kundi litayumba yumba. is that a group here will be Kwa sababu shaken. yule ambaye amesimamia ile kundi Because the one who is the leader for that group hayupo tena. is no longer there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua kwamba sote tuko chini ya mamlaka ya Mungu. We all know that we are all under God's power. Lakini wapo watu ambao Mungu amewaweka kusudi kwa kuongoza lile kundi. But there are people who were risen by God to stand for certain groups. Kwa hiyo huyo mtu akiwa hayupo kabisa, So once that person is no longer there, naona kundi lazima litayumba. that group will definitely be shaken. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii inatokana na shida za sisi wanadamu. And this is mostly caused by the problem of us humans. Najua wivu ukiingia ndani ya mtu, You know, once jealousy has gone in a person, huleta maangamizo. it always brings death. Nilisema siku ile kwamba wivu matokeo yake ni kuleta maangamizo. Last week I said that jealousy usually brings death. Na hiki ndicho kilichotokea kwa Sauli. And that's literally what happened to King Saul. Sauli baada ya kuona kwamba sifa zote amepewa Daudi, After Saul saw that King David was gaining all the praise, kwa akili zake aliwaza kwamba tayari hapa sina tena uwezo wowote. in his brain he directly felt that he didn't have any power no more. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kundi kama halina wanawake, You know, a group that has no women in it, kundi hilo ulegarega kabisa. that group will always be shaking. Sivyo kina mama? Maana
wao ndio wanaochochea. Because the women, they're the... Kwa hiyo hao wanawake walichochea moto. So those women, they were the Kwa hiyo power. Sauli akaona kwamba sasa hapa tayari ufalme wangu hautakuwepo tena. So Saul saw that his kingdom will no longer be there. Kwa sababu waliona kwamba kwa nini wasinipe mimi sifa, waenda wakampe huyo kijana tu. Because he saw, why was he not being praised, but David instead? Tusome anza ule mstari wa 8. Let's read chapter 8. Tuone matokeo jinsi yalivyoanza kutokea kwa Sauli. Let's see the results that started happening to King Saul. Mstari wa 8 unasema, basi Sauli akaghadhabika sana na maneno haya yakamchukiza, akasema, wamemupa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1,000 tu. Kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Sauli alipoona kwamba wanawake wameimba ule wimbo tu, So once Saul saw that woman sang that song, chuki ikaingia. hatred got in him. Biblia inasema kwamba akakadhibika sana kwa yale maneno The Bible says that he was saddened by those words ambayo wanawake waliimba. that the woman was singing. Unajua ukipendwa na wanawake You know, once you're loved by women, utakuwa mshindi. you will be a winner. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipendwa tu na wanawake utakuwa mshindi. Once you're loved by women, you're a winner. Wanawake wakikukataa, ndugu yangu, But if you're rejected by women, nenda ukaoge kwenye mto. go shower in the river. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo alivyoona tu wimbo huu wameuimba, So once he saw just this song being sang, akasema sasa hapa inabakia nini tena? he said, and what is left of me here? Kwa hiyo alitambua kwamba tayari huu ufalme wangu So he knew that this kingdom of his hautakuwepo tena. will no longer exist. Tukirudi huyo Samueli wa kwanza 16, If we go to 1 Samuel 16, tulisoma pale, tuliona jinsi Mungu alivyomtuma Samueli we saw there how God sent Samuel kwamba nenda kwa Yese, that go to Jesse, kwa sababu nimeona huu ufalme because I saw that this kingdom, wa Sauli the kingdom of Saul, umekosa. has failed. Ndipo Samueli alipokwenda kwa Yese That's when Samuel went to Jesse ili aone ni nani ambaye Mungu amemtuma. so that he see who God was. Na tukaona pale Samueli akamwambia Yese, niletee watoto wako wote hapa. And we saw there Samuel asked Jesse to bring all his children. Wote wakafika pale. They all got there. Lakini Samueli akasema kwamba bado But Samuel said that sijamuona yule ambaye Mungu amenituma. he said that he had not seen that God Akamuuliza had tena, chosen. je, hauna kijana mwingine yeyote yule? And then Samuel asked Jesse again, do you have another son in here? Akasema yupo, lakini hayupo hapa. And he said he is here. I have, but he's not here. Amekwenda kondeni kuchunga kondoo. He's on the farmer protecting the sheep. Akamwambia mleteni hapa. And he requested for that kid. Na yule kijana alivyofika tu pale, Once the boy got there, Samuel akasema huyo ndiye. Samuel said, this is the one. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akishakuchagua wewe, Once God has chosen you, hata wanadamu wapinge kiasi even gani, if human, we are all against it, Mungu husimama sawa sawa vile alivyopanga mwenyewe. God stands on his word. Kwa hiyo hapo tukana kwamba Daudi tayari Samueli akaja na mbariki Daudi. There we saw how Samuel came and blessed David. Na tulivyosoma hii mstari ule wa 17, And when we read verse 17, tukaona jinsi Daudi alivyokwenda kwa ndugu zake kwenda kuangalia. we saw how David went to go visit his Maana ni children, baba yake alimtuma kwamba aende huko because he was sent by his dad akawapelekee chakula. so they can take food for them. Na ndivyo tulivyoona sasa Daudi akaenda kupambana na hivyo vita. And that's when we saw how David engaged in the war. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wivu Jealousy ni kitu kibaya sana is a really bad thing ikiingia kwa mtu. once it's in the person. Wivu ukamwingia Sauli So jealousy got into Saul kwa sababu ameona kwamba ufalme wake hautakuwepo tena. because he saw that his kingdom will no longer exist. Unajua mchungaji anaweza kukubali kwamba atolewe kwenye uchungaji afu
aje mtu mwingine tu. Do you think a pastor would just agree to be removed from his Hilo ni seat? jambo ambalo huwa haliwezekani, That's something that's really impossible. na ndio sababu Sauli akaona kwamba hapa That's why we saw how Saul took that, hakuna jinsi ya kufanya, and he knew there was nothing that he could do. bali nitafanya mpango mwingine. So that's when he started coming out Na with his ndivyo own plan. tulivyo sisi wanadamu, And that's how we are as humans. tunawaonea wivu watu wengine wenye huduma. We get jealous over people who are in power. Mwenye ile huduma akiwa hayupo, ndugu zangu, When that person of power is no longer there, ni kwamba ile kazi yote inaharibika. is that work will no longer be there. Hata ikiwa kwamba nitaweza kukusanyika, lakini yule mbeba maono kama hayupo, Even if that group still try to stay there, ile kazi inakwenda na poromoka. without a dreamer there, that work will no longer continue. Ni kwa sababu yule mbeba maono hayupo tena. Because the dreamer will no longer be there. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea tusome. Let's continue reading. Tumeona jinsi Sauli alivyokadhibika sana We saw how Saul was saddened na maneno ya wale wanawake, by the words of the women, jinsi walivyoimba, the way they sang. yakamchukiza sana. It got him so mad. Akasema, umempa mimi elfu, And he said they gave him 1,000, lakini Daudi amepewa 10,000. but David was given 100,000. Akasema, kuna nini tena hapa And he said, what is there? awezavyo kupata isipokuwa ni ufalme? What could else David gets by his Kwa kingdom? hiyo mashaka na wasiwasi ikamwingia Sauli So Saul was worried kwamba hapa sina changu tena, that there is no thing for him no more. kwa sababu tayari huyu kijana wamekwisha kuimba wimbo Because they already sang a song for this kid ambao umempa sifa yeye. that praised him a lot. Tusome verse ya 9. Let's read 9. 9 inasema, Sauli akamuonea Daudi wivu tangu siku ile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tangia siku ile ya ule wimbo wanawake wanaimba, So once after starting that day, that woman sang the song, Sauli akaingiwa na wivu sasa. Saul was jealous. Akaona wivu kwa sababu yeye amepewa sifa. He was filled with jealousy because David was praised. Inasema kwamba tangia siku ile He said that since that day, Sauli sasa akaanza mawindo ya kumuinda Daudi. Saul started making plans to hunt David. Na ndivyo tulivyo hata sisi. And that's how we are, all of us. Tunaona mtu akinuka kwa kanisa, We see that when somebody is Lifted up. lifted up, kuna wengine sasa wanakuwa na wivu. there are some who will be jealous. Kwa nini yeye tu? Why him? Kwa nini ni yeye tu? Why is it always that person? Acha yule mwenye kile kipaji afanye kazi, Let that person who were blessed by that thing, with that work, do their maana work. kitatuinua sote. Because you will lift everybody up. Daudi asingemuua Goliati, If David did not kill Goliath, ina maana hawa taifa la Israeli lingeangamia, so it seemed like the Israelites will all be gone. kwa sababu walikuwa wanapambana kila wakati, Because they were fighting all the time. lakini Israeli walikuwa wanashindwa kumuua Goliati. But Israelites were failing to kill Goliath. Lakini huyu kijana tu mdogo, But this young little man, kwa sababu alijua mapenzi ya Mungu because he knew God's love, na kwa sababu alimtegemea Mungu, and also because he depended on God, akaweza kushinda hivyo vita. he was able to emerge victory in that war. Bwana Yesu asifiwe. Hatutashinda vita ikiwa kwamba hatujasimama pamoja na Mungu. We will not win any war if we don't stand by God. Kushinda vita ni lazima usimame pamoja na Mungu. To win a war, you gotta stand with God. Haijalishi uko mnene sana ama It uko mrefu. doesn't matter if you're tall or fat. Sauli kabla Daudi hajaenda vitani, Saul, before David went to the war, walimpa mavazi ili avae they gave him the armor so he could wear, kama kawaida ya maaskari. which was no more for all the army. Ina maana unavaa kila kitu So you will have all the arms and ili everything, uweze kwenda kupambana. so you could go and fight the war. Lakini Biblia inasema kwamba Daudi alipojaliwa kuvaa yale mavazi kwa kukimbia, But the Bible says once David wore those armors, aliona ni mazito, hawezi. he saw it was heavy and he couldn't. Akasema, mimi bado sijazoea haya.
And he said that he was not used of wearing armors. Moyo wake ukamtuma kwamba ana kitu ambacho anacho mkononi mwake. His heart led him that he has something in his hands. Na kitu hicho ndicho ilikuwa silaha ya kumwangamiza Goliath. And that was the only weapon he needed to take down Goliath. Siku ile tulisema ni ile kombeo. Last week we said it was this slingshot. Kwa Kongomani wanasema manati. For Africans we say manati. Ile ndiyo ilikuwa silaha ya kumwangamiza Goliath. That was the only weapon David needed to take down Goliath. Lakini haijalishi alimtanguliza Mungu. But it doesn't matter, he still put God first. Ndio sababu alienda kushinda vita hii. And that was the reason he won the war. Amen, amen. Sisi lazima tumtangulize Mungu. And also we should put God first. Waimbaji wameimba kwamba neema bado ipo. The singers saying that mercy is still there. Lakini ipo siku ambayo neema hautaipata tena. But there is a day where grace you will not have it no more. Kuna mwimbaji mmoja aliimba wimbo kwamba utatafuta watu kila mahali ili wakubirie neno. There's a singer who's saying that there's time you will look for preachers so they can preach for you. Lakini haitawezekana. But it will no longer be possible. Kwa sababu ile milango ya neema imefungwa. Because those doors of grace have been closed. Na waimbaji waimba wimbo wa pili kwamba Yerusalemu mpya. And the singers sing the second song about a new Jerusalem. Itaingia wale watakatifu. You will only enter those who the holy ones. Itaingia wale ambao hawana wivu. You will enter those who are not jealous. Itaingia wale ambao hawana kiburi. You will enter those who have no pride. Bali watakatifu. But only the holy ones. Ndio watakwenda kuingia kwenye hiyo Jerusalem. Those are the only ones who will enter the new Jerusalem. Endelea. Nasema mpaka 16. Mstari wa 10. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu. Naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote. Naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu rudilia kwanza. Rudilia kwanza ile pesi yako. Ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu. Ishia kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe kuna roho nyingine mbaya ambayo inatoka kwa Mungu. So there's another bad heart that comes from God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana imesema kwamba roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamwingilia Daudi. Because they say that distressing spirits from God came upon Saul, ambayo ni roho ya mauaji. which was a spirit of killing. Kitabu cha Mwanzo tunaona hapa Kaini na Habel. In Genesis we see about Cain and Abel. Tunaona jinsi roho mbaya ilivyomwingilia Kaini. We saw how the bad heart got into Cain. Baada ya kuona kwamba yeye hakukubaliwa na Mungu. After seeing that he was not accepted by God, akataka kumwangamiza ndugu yake. he tried getting rid of his brother. Na kweli matokeo yalitokea akamwangamiza ndugu yake. And really the results came and he was able to finish his brother. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho mbaya inaweza kuingilia wewe kulingana na jinsi unavyoingiwa na wivu. A distressed spirit can get into you depending on how you get jealous. Kuona ni yeye tu, ni yule tu, hakuna mwingine. If you keep looking at him like it's always them, there's never somebody else. Kwa hiyo tunashauriwa sisi wa Kristo, So we are being advised, us as Christians, ambao tunategemea bibi harusi, those who are depending on the bride, kuja kuchukua sisi. coming and take us. Lazima tujiandae. We should all be ready. Tusiwe kama Sauli. We should not be like Saul, Maana wivu ulivyomwingia sasa. because once jealous got in him, Ama hapa tumesema kwamba alivyoona Daudi, kwa sababu Daudi yeye alikuwa mwimbaji mpiga kinanda. here we see that once he knew that David was a singer, Sasa alivyomuona anacheza tu, when he saw him dancing, akasema hapa sasa nimempata. he said, here's where I'm going to get him. Biblia inasema kwamba alipojaribu tupia ule mkuki alikuwa nao, He said, the Bible says when he tried throwing the spear he was holding, ule mkuki ulimkosa Daudi. the spirit missed David. Ni kwa sababu Daudi alikuwa pamoja na Mungu. That's because David was with God. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa karibu na Mungu, If you're not close to God, jaribu likija tu,
Once you're tempted, lazima litakupata, it will have you fallen. kwa sababu hauko pamoja na Mungu. That's because you're not close with God. Endelea. Let's continue. 11. Mara Sauli akatupa ule mkuki, maana alisema nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa akatoka mbele yake mara 2. Endelea. Sauli akamuogopa Daudi kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, ila amemwacha Sauli. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Sauli alitambua sasa. So David, now Saul, he knew. Akaona kwamba haya mambo yote nayoyafanya, He knew that everything that he's going to be doing. na huyu Daudi hapatikani. When David not being able to be, Huyu mtu yuko pamoja na Mungu. he said that how close David was with God. Alitambua sasa yeye. Now Saul knew that, Akaona kwamba mimi ni kwa sababu nimemwacha Mungu. and he knew that that was because he has left God. Lazima tutambue It's a must that we know kile ambacho tunakwenda kukifanya. that everything that we're going to be doing. Najua hakuna mtu atasema kwamba mimi sikujua kile nilichokifanya. There is not a person who will say, I didn't know what I was doing. Kuna mtu mmoja anasema kwamba akitaka kufanya jambo There is a person who says every time they want to do something, lazima kwanza aende anywe alewe. it's a must that they go and Kwa get sababu drunk. mlevi huwa watu hawaamini kwamba kile anachokifanya amekusudia. Because a lot of people believe that a drunk person does not know what they're doing. Unajua kila kitu unachokifanya umekuwa umekusudia. Because you know everything you do, it's everything you do, you will intend to do it. Ndio jamaa mmoja akaniambia hivyo kwamba mimi nikitaka kufanya jambo lazima nilewe. So there's a person who told me that every time they want to do Kwa something, sababu they must get watu drunk. wasifikirie kwamba nimepanga hili jambo. So that people do not know that he did it on purpose. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo utalifanya usipokuwa umekusudia kufanya. So there's not a thing that you will do without intending to do that thing. Kwa hiyo Sauli yeye alikusudia tu kufanya ile jambo. So Saul intended to do that thing, Lakini kumbe yule ambaye anakwenda kusudia, but the person that he was trying to harm, kumbe ni mtu ambaye amependwa na Mungu. he was a person that was dearly loved by God. Mtu akipendwa na Mungu, hata sisi maadui tumtafute yule mtu. Once a person is loved by God, even as enemies, if we try looking for that person, Tutamweza kwa sababu Mungu atakuwa ameweka kinga yake. we will not be able to go near them because God will be protecting them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuondoe chuki kati yetu sisi kwa sisi. Let's take hatred out of ourselves. Acha yule ambaye ana yale maono, acha tuongoze. Let the dreamer be the leader of the group. Tusione wivu kwa sababu ni yeye tu, Let's not be jealous because it's always them. lakini ni Mungu amepanga iwe hivyo. But it's God who was wanting to be that way. Kwa hiyo tuache kila mtu kwa wakati wake. Let's let every person for their timing. Ninajua nina deni hapa. I know I have a debt here. Niliahidi lakini sijatimiza. I promise, but I have not fulfilled. Unajua unapoweka naziri lazima uende ukamilishe. You know, once you put a promise, it's a must that you accomplished it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani anajua naziri niliyoiweka hapa? Who knows the promise I made here? Mmeshasahau. Mmeshasahau. Hamjasahau. You have not forgotten? Bwana Yesu asifiwe. Kuna naziri niliyosema hapa. There's a promise that I said here. Ninakaa lakini roho bado inanisuta. I'm here, but my heart is so Kwamba resistant. lazima utimize ile naziri yako. That is a must I fulfill my promise. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini huu mwezi wa 6 nitakwenda kuitimiza ile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuondoe chuki kati yetu sisi kwa sisi. Let's take our attributes from one another. Maana waimbaji wamesema kwamba kuko Sayuni ambayo imeandaliwa, Because the singer said that there is Yerusalemu mpya, a new Jerusalem na hiyo that's itaingia prepared. wale watakatifu tu. And that will only be entered by the Holy Ghost. Wachafu hawatakuwa na nafasi huko. Those who are dirty will not have a place in there. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Sauli alitafuta njia zote za kutaka kumwangamiza Daudi, So Saul looked for every way to try to get rid of David, lakini alishindwa but he failed. kwa sababu Daudi alikuwa pamoja na Mungu.
Because David was close to God. Ukiendelea kusoma Samueli wa kwanza mpaka mwisho, If we continue reading 1 Samuel to the end, utaona kwamba Sauli aliweka unaziri pamoja na mtoto wa Sauli, Daudi. you will see that Saul put a promise over the firstborn of David, ambaye ni Jonathan. who was Jonathan. Jonathan ndiye alikuwa rafiki wa Daudi. Jonathan was a friend of David. Kwa hiyo mipango yote ambayo Sauli alikuwa akipanga, So everything that Saul was trying to do, lazima amuoshishe mwanaye. it was a must he tell his Na son. mwanaye kwa sababu alikuwa rafiki wa Daudi, And because his son was a friend of David, alikuwa akimpa taarifa zote. he was letting David know of everything that was going on. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Sauli alishindwa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Daudi. So Saul failed because God was close to David. Mesha ngapi kusoma? Nasoma 13. Kwa ajili ya hayo Sauli akamuondosha kwake, akamfanya awe akida wake juu ya askari 1000. Naye akatoka na kuingia mbele ya watu. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimwogopa. Lakini Israeli wote na Yuda wakampenda Daudi, kwa kuwa alitoka na kuingia mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Najua rais kama rais You know, a president has a president. na mtu mwingine ambaye yuko karibu naye, When they have a close person, na akiona kwamba huyu ndiye anayepewa sifa, when they see that the person near them is getting more praise, lazima atafanya hatua nyingine kumwondosha pale, there is a must they're going to do to get rid of that person. na ndivyo alivyofanya Sauli. And that's what Saul was trying to do. Baada ya kuona kwamba huyo kijana anaweza akachukua ufalme wangu, After you see that this young man can take my kingdom, alimtoa akampeleka kuwa mkuu wa majeshi, he took him out from there and he made him the general of ili the army, kwamba hatoke pale karibu na yeye. so that he will not be near him no more. Lakini Biblia inasema kwamba wanawake wote walimpenda sana Daudi But the Bible says that all the women loved David kwa jinsi alivyokuwa akitoka na kuingia. because of the way he kept coming and going. Bwana Yesu asifiwe. Utapendwa na watu ikiwa una tabia nzuri. You will be loved by everybody if you are well behaved. Ukiwa una tabia mbaya hutapendwa na watu. If you don't have good ways, you'll not be loved by people. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tabia zetu na matendo yetu It's a must our behaviors. yawe wazi mbele za watu wengine, It's a must our behaviors and action be open in front of maana everybody. watu ndio watakaokupenda wewe. Because people are the ones who will love you. Hapa Marekani palipita uchaguzi, In the US, there recently was an election. na huyu ambaye yuko kwenye madaraka And the one who is in charge right now, alipita kwa sababu watu walimpenda. he was able to pass because people loved him. Wasingempenda asingepita kwenye madaraka. If no one loved him, he wouldn't be the president right now. Kwa hiyo na sisi ndivyo tunavyotakiwa. And that's how we are all supposed to be. Utapendwa na watu ikiwa matendo yako sawa. You will be loved by everybody if your actions are good. Kuna yule mwanamke katika kitabu cha Matendo ambaye alikufa, There was a woman that died. wanawake walimlilia sana A lot of women cried for her kwa sababu ya matendo aliyokuwa akifanya. because of her actions. Nani anamtambua mama huyo? Who knows this woman? Dorcas. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wanakulilia kulingana na jinsi ulivyo. So people cry for you depending on the way you are. Matendo yako yakiwa mazuri mbele za watu, If your actions are good in front of people, ndio watu watataka uendelee. that's how people will want you to continue. Ni kwa sababu jinsi unavyojionyesha kwao. It's because the way you're showing to them. Kwa hiyo hapa tumesema kuhusu wivu mbaya, Here we talk about bad jealousy. kwamba wivu mbaya huleta maangamizo. That bad jealousy brings death. Kwa hiyo matokeo yake Sauli katika ule ufalme hakuupata tena, As a result, Saul did not get the kingdom anymore. akachaguliwa Daudi David was kwa elected. sababu ya matendo yake. And that was because of his actions. Tusome Let's read. tusome Methali Let's read Methali.
Methali 16 mstari wa kwanza. Let's read Proverbs 16, verse 7. 16, 7, yeah. Mezali sura 16 mstari wa 7 inasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, The way of a person, if he's not like hata adui zake huwapatanisha naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma pale ile verse ya kwanza, if you read the first verse, inasema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, it says the readiness of the heart is for a human, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Najua sisi wanadamu You know, kuna us mambo people- ambayo tunaoyapanga sisi tu, there are things that we plan just for us, lakini Mungu yeye hajahesabu mambo hayo. but God has not really counted those Ni things. yetu sisi ambao tumeandaa, Those things are only for us. ni ya That maandalio yako wewe ambao umeandaa, it's a preparation for just lakini kwa ourselves. Mungu yeye hajaona kwamba ni kitu sana cha maana. But in front of God, He will see that it's not really an important thing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia yako ikiwa sawa mbele za Mungu, So if your way is good in front of God, yeye hupatanisha maadui pamoja na wewe, kwa sababu anaona jinsi unavyoenenda. because He see the way you're going. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie tu Samueli wa kwanza huyo. Let's go back to 1 Samuel. kumi na nne mbili. 14, the second verse. Naye Sauli alikuwa akikaa katika upande wa mwisho wa Giba, chini ya mkomamanga uliko kwenye uga. Samani, soma Methali 14. Let's read Proverbs 14. 14 mbili. 14, the second verse. Yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana, bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Methali ametuambia kwamba yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana. Proverbs here tells us, he who walks in his righteousness fears the Lord, Bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau. but he who is perverse in his way despises Yaani him. Mungu wale makahidi huwa waangalii, So God, those who ignore him, he doesn't really look at them. bali huangalia wale ambao wanakwenda kumcha yeye. He only look at those who are his Hao righteousness. ndio Mungu ambao wanakwenda kuambatana nao. Those are the only ones God accompany himself with them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumesoma mengi So we've read a lot na tumesema mengi and we've said a lot kuhusu habari ya Sauli na Daudi, about Saul and David. kwamba Sauli aliingiwa na wivu That Saul was jealous baada ya kuona amepewa sifa yeye. after seeing that David was praised. Acha mwenye sifa apewe kulingana na matendo anayoyatenda, Let he who needs to be praised because lakini of their hili actions. huchukiza wengine, But this gets others mad. kwamba kwa nini yeye anapewa sifa. That's why are they the only ones receiving praise? Lakini lazima apewe sifa kulingana na matendo yake, But it's a must they be praised because of their actions. na hiki kitu kilimwingilia sana Sauli And this thing got really into Saul mpaka akapanga njama za kutaka kumwangamiza Daudi. until he started planning to look for ways to get rid of David. Na si Sauli tu, hata leo wapo And it's not just Saul. Even today, there are people who are like kwamba that. watu wanaonea wengine wivu People who get jealous over others kulingana na kipawa ambacho anacho. because of the powers they have. Nafikiri kile kipawa ambacho yule mtu anacho You think the power that a person has, wewe hautakipewa,
do you think that you will not be given Kwa it? sababu Mungu humpa kila mtu kadiri apendavyo yeye. Because God gives everybody depending Kwa hiyo on ukienda how they kumwonea are. yule mtu kile kipawa ambacho anacho, But if you get that because of another person's power, hautakipata, you will not get it. bali ni yeye yule ambaye ameandaliwa na Mungu. But that's for that person that was prepared by Kwa hiyo God. tuache wivu, So let us no longer be jealous. sote tuwe karibu na Mungu, We all need to be close to God. maana kila huduma na kila kipawa Mungu amempa kila mtu. Because every job and position God has given to a certain person. Na tukaona matokeo sasa, mwisho Sauli ule ufalme aliondolewa, And we saw the result here. Saul was removed as kwa a king. sababu ni mambo mengi aliyoyafanya kumwasi Mungu, Because there was a lot of things he did against God. na ndio sababu Mungu alimtuma Sauli aende kwa Yese. And that's why God sent Saul to Yese. Baada ya kuona Sauli aenendi tena kadiri yeye Mungu apenda. After seeing that Saul was no longer following his ways. Kwa hiyo na sisi twende kama Mungu anavyotaka. And us all, we should go in God's way. Ukienda tofauti na Mungu, hata kile ambacho Mungu amekupa atakichukua. If you go against God's way, even the gift that He has given to you will be taken. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado neema ipo There is still grace kwetu sote ambao tunakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. for us all who are going against God's ways. Lakini ipo siku hiyo neema utaitafuta, utaipata tena. But there is a day you will look for that grace and you will no longer be found. Tusimame na tuwe karibu na Mungu, Let us all stand and be closer to God. na Mungu atubariki.